We Mariam, hebu acha utani basi. Unasema kweli huyu Mr. Daniel alikuwa ni mume wako? Mbona hukuwahi kuniambia aisee? Nilikuwa sijui kabisa. Kumbe ulikuwa na mume tajiri namna hii. Mr. James, amini ninachokwambia. Huyo Daniel huyo aliyefilisika alikuwa ni mume wangu. Na hukuwa umefahamu kwa sababu sikupenda kuchanganya biashara yangu na maisha yangu binafsi. Nilipenda uhusiano wangu mimi na wewe uwe ni wa kibiashara tu. Mambo binafsi labda kama hivi ulivyouliza, lakini endapo usingeuliza usingejua chochote kuhusu maisha yangu ya kiundani, maisha binafsi. Napenda sana kuweka biashara mbele kuliko kitu kingine kile ambacho kwa namna moja au nyingine kinaweza labda kika affect biashara yangu, si unaelewa eh? Kwa hivyo ndio maana ulikuwa hujafahamu. Kwa hiyo pole sana kwa hilo. Mariam, usijali kabisa, nimekuelewa kabisa. Ni vizuri kutenganisha mambo binafsi ya kifamilia, mambo binafsi na biashara. Umefanya vizuri. Lakini je, umesikitika kusikia yaliyompata? Mimi kwa upande wangu sifurahii mtu akianguka. Najua maumivu ya kupoteza kila kitu, na sitamani mtu mwingine ayapitie. Kwa ulichokizungumza Mariam, nazidi kukupa heshima kubwa, kwa sababu wanawake wengine wangefurahia anguko la mwenza wao hata kama walishatengana. Huo ni ujasiri mkubwa sana na hekima ya hali ya juu kumwonea huruma mtu ambaye labda hamko naye pamoja, either kwa kama mlikosana au hamjakosana, lakini hamuishi tena pamoja kama mume na mke, na ukaendelea kumuona kama ni mtu mwingine yoyote ule ambaye hastahili kuingia kwenye matatizo ya namna ile, hasa kwenye huu ulimwengu wa biashara. Hivyo hongera sana Mariam, wewe una utu wa namna tofauti. Nimekuelewa kwa kweli. Yaani bado siamini kabisa kama kweli huu ndio mwisho wa utajiri wangu. Na nyumba na nyenye ndio hivyo inapigwa mnada hivi karibuni. Barua ndio hiyo ishaletwa. Sijui hata nifanyeje mimi Daniel. Kama kweli kukosea nimekosea sana. Kumwamini mwanamke ambaye ni nyoka. Sijui hata nifanye nini. Nitaishi maisha gani mimi? Nimezoea kuishi maisha mazuri, maisha ya utajiri. Sasa hivi nyumba ikipigwa mnada mimi nitaishi wapi? Mungu wangu nisaidie. Halo wakili. Bora umenipigia, unipe habari ya kinachoendelea huko. Maana nimeshachanganyikiwa kabisa nilivyoona hii barua ya mnada. Aisee, pole sana Mr. Daniel. Tumejaribu kila njia lakini hakuna kilichobaki. Benki imeidhinisha mnada, hivyo siku yoyote nyumba yako itakuwa imepigwa mnada. Pole sana, sijui hata nikusaidie vipi. Tumepigana kila namna lakini hakuna kilichowezekana kuzuia huo mnada usitokee. Aisee, ni kweli nina machungu sana. Ninasikitika kupoteza nyumba yangu. Kwa hivyo, nina siku ngapi? Wamekupa wiki moja tu mzee wangu. Hatuna namna ya kukusaidia tena. Mama, nina swali. Abe mwanangu, niambie, una swali gani? Kule shuleni, watoto wote wanasema kila mtu ana baba. Kwa hivyo, nilikuwa nataka kujua baba yangu yuko wapi mama, kama kila mtu shuleni anasema hivyo. Unajua nini Ethan mwanangu? Wala usijali kuhusu hilo. Baba yako yupo. Mama, sasa kama baba yupo, mbona hajawahi kuja kuniona? Ethan mwanangu, wala usijali. Una siku utajua kila kitu. Lakini leo nataka ujue jambo moja tu. Jambo gani hilo mama? Unajua nini mwanangu Ethan? Baba yako alikosea. Hivyo basi hupaswi kukosa upendo wa aina yoyote ile. Na hata siku moja hautapungukiwa na upendo. Mimi mama yako nitakupenda mpaka pumzi yangu ya mwisho.
hivyo usiwaze sana kuhusu baba, sawa? Mariam, kumekucha rafiki yangu. Ile siku ambayo tulikuwa tunaiwaza hatimaye imewadia. Umeona Hii ni kawaida mwenzangu, kwa watoto wakishafikia umri huu wa kujitambua, kuona utofauti kati yao na watoto wenzao, lazima tu waanze kuleta maswali. Nadhani sasa hivi Ethan ameamua sasa kunipa hili swali, kutaka kujua kuhusu baba yake. Maana kipindi chote hiki amekuwa akituona tu mimi na wewe. Hakuna mtu mwingine anayejulikana kama baba wala anko hapa nyumbani. Kwa hivyo wakati wake ni sahihi wa kuuliza maswali. Ila kwa sasa hivi sitampa majibu ambayo yatamuumiza. Nataka tu ajue kwamba mimi nitampa mapenzi yote kama mama, bila kujali kwamba baba yake yupo wapi wala baba yake amepatwa na nini. Ni kweli kabisa ulichofanya. Kwa sasa mimi naona hastahili kujua kama baba yake amekufanyia kitu kibaya sana. Ulivyomwambia tu alikosea inatosha. Hivyo vitu vingine, kutaka kujua ABC, atakuja kujua huko baadaye umri wake utakaporuhusu. Na sio vizuri kumjaza chumvi mtoto ili aweze labda kumchukia baba yake. Mimi naona yeye mwenyewe atafanya maamuzi kama atakubali kumpenda baba yake akija kumfahamu, ama atachagua kumchukia. Hayo atakuwa ni maamuzi yake. Ila ukiwa kama mama, unatakiwa umwache mtoto afanye maamuzi yake mwenyewe. Ni kweli Neema unavyosema. Mimi pia binafsi sina mpango wa kumlisha mwanangu sumu dhidi ya baba yake. Yeye mwenyewe atafanya maamuzi. Endapo atampenda au hatampenda, mimi haitanihusu. Ili mradi tu ikifika muda sahihi nitamwambia kila kitu kilichotokea mpaka ikatokea mimi na baba yake hatuishi pamoja. Ila kwamba kwanza kumjaza mtoto chumvi, maneno mengi ambayo hata hayakuwepo pengine, ili mradi tu amchukie baba yake, hapana. Sitafanya hivyo kabisa. Mariam, yani nimetazama hii biashara yako, nikagundua kwamba hukukata tamaa. Uliweza kufanya yale ambayo ulitakiwa kufanya, na hiyo ndio inavyotakiwa. Hongera sana Mariam. Asante sana Mama Ruth. Na yote ni kwa sababu uliamini kitu ambacho hata mimi sikuwa nimekiona. Bila wewe kunipa ujasiri na kuniambia maneno ya kunitia nguvu na kuniongezea ujasiri zaidi, sijui kama ningefika hapa. Kwa hivyo hii yote sio kwa ajili yangu peke yangu. Sifa nyingi, shukrani zinabidi zirudi kwako mama. Tangia mwanzo uliniwezesha, maana bila wewe sijui ningekuwa wapi sasa hivi. Kwa hivyo mama, kila kitu ambacho unakiona hapa, hata kama nimeweka juhudi zangu, lakini mwanzo, chimbuko la hii biashara ni wewe mama. Kwa hivyo nakushukuru sana Mama Ruthi, na Mungu azidi kukujalia baraka nyingi katika maisha yako. Asante sana Mariam, na wewe pia na kuombea kwa Mwenyezi Mungu uzidi kubarikiwa, ongeze bidii zaidi na awazidi kukuonyesha mafanikio katika kazi zako. Lakini Mariam, kuna habari nimezisikia. Ni kuhusu Daniel. Anapitia kipindi kigumu sana. Anadaiwa kila mahali na watu wengi wamemgeuka. Kuhusu Daniel mama, nimesikia pia habari zake. Ni James ndio aliyenionyesha lile gazeti ambalo walitangaza kwamba amefilisika. Ni kweli atakuwa anapitia magumu sana sasa hivi. Ila mimi binafsi sina cha kusema zaidi ya kumwombea tu mambo yake yakae sawa. Sina mengi hata. Oh Mariam, yani kiukweli sikutegemea kabisa jibu lako. Nilidhani ungeanza kumfedhesha zaidi na kushukuru labda na kufurahi kwa anguko lake. Lakini kwa jibu ulionipa, wewe ni mwanamke na shoka. Yani wewe ni mwanamke na nusu. Yani kupoteza kwake mali, kudaiwa kila kitu na aliyokufanyia, hajakufanya uweze kuendelea kumchukia. Kwa sababu biashara zake na zako havihusiani. Yani sasa hivi hamna mambo yanayohusiana kwa ujumla. Lakini hukuona kwamba ndo njia
labda ya kuzidi kumkandamiza ama kumpa maneno mabaya, akome, anini. Yaani kama watu wengine wa kawaida wangeanza kumcheka, unajua yaani jibu lako sijalitegemea kabisa. Hongera, endelea kuwa na utu wa namna hiyo. Utafanikiwa katika maisha yako, Mariam. Unajua nini mama? Yaani hata nikifurahi, nikiendelea kumcheka, mimi sitaongezewa chochote. Na pia sitapungukiwa chochote. Kwa hivyo ni vyema tu kuongea maneno mazuri hata kama sasa hivi hatuelewani. Yeye ana maisha yake na mimi nina maisha yangu sasa hivi. Mimi sioni sababu ya kuendelea eti kumcheka kwa sababu amefilisika ama hana tena utajiri. Hainisaidii chochote, haitaniongezea chochote kwenye maisha yangu wala kwenye biashara yangu. Hivyo hata baki tu alivyo, ni kumwombea tu, sina namna. Maisha ndo haya. Ukimwombea mtu mabaya, huwezi kujua kesho na kesho kutwa ni nani ambaye atakuja kukusaidia, au ni nani ambaye au ni kitu gani ambacho kitampata ukashangaa yale maneno nilomwambia pengine ndio yamesababisha haya. Kwa hiyo mimi sitaki kujiunganisha na laana za watu wengine. Bora umtakie mtu baraka. Bora nimekuona Mr. Daniel. Vipi, unaendeleaje? Sasa wewe Kevin, hata ukijua itakusaidia nini? Juzi kati hapa nimekuuliza vitu, hukunijibu vitu vizuri. Leo hii unataka kujua naendelea vipi? Hapa nimetoka mahakamani kama unavyoniona, kufuatilia kesi yangu. Na unajua kila kitu kinachoendelea kwenye maisha yangu. Nimeshafilisiwa tayari. Kwa hivyo, hebu niache niende nyumbani nikapumzisha akili. Maana nahisi kuchanganyikiwa. Nisamehe sana mzee, ila kweli nilikosea. Ila mimi nilijua kila kitu. Nilikuwa nikikutafuta nikwambie vitu ambavyo nilikuwa najua, lakini sijafanikiwa kukupata. Hatimaye nimekutana na wewe leo hapa. Baada ya kusikia kesi yako, nikaja kusubiri hapa nje ya mahakama nikitegemea kukuona, na kweli nimekuona. Sasa wewe kijana, kwa sababu gani unanitafuta? Mimi na wewe hatujawahi kuwa na watu wa karibu kwa ajili ya kutafutana au kuambiana mambo muhimu. Sielewi kwa nini unanitafuta wewe kijana. Mzee Daniel, nimekuja kuomba msamaha. Mimi nilijua kila kitu kuhusu Grace. Nilijua Grace alikuwa anakutumia, lakini nilikaa kimya. Na nilipaswa kukuambia. Wewe Kelvin, unamaanisha nini? Hebu nielezee vizuri. Mimi nilikuwa nimelipwa mzee, na ndio maana nilikaa kimya. Sikuwahi kukwambia chochote. Lakini kuna jambo moja hujui. Jambo gani hilo wewe Kelvin? Nielezee kila kitu ambacho unakijua. Iko hivi, mimi najua wewe unafahamu kwamba mlianza kufahamiana na Grace kipindi kile alipokuwa anakuja ofisini kwako na hatimaye mkaoana. Lakini si kweli. Alianza zamani kukufuatilia wewe, muda mrefu sana, kabla hata hujaachana na Mariam. Wewe Kelvin, unasema kweli? Ina maana kumbe Grace alinifuatilia siku nyingi. Kumbe alikuwa na malengo yake. Akajua utajiri wangu, akajua kila kitu kuhusu mimi na familia yangu, mpaka akaanza kuniharibia maisha yangu mimi na Mariam. I say, yani kama yule ni mwanamke wa kuchomwa moto, achomwe mara 10. Yule mwanamke ni mbaya sana, ni shetani. Ndio hivyo mzee, alikuja na mikakati kibao. Hivyo alikuwa amejipanga vya kutosha. Hakuja tu kichwa kwamba eti anakupenda, hapana. Alikuja na malengo, na alivyofanikiwa lengo lake akakusaliti, akakuacha. Sasa hivi unahangaika. Pole sana. Jamani, mimi nilifanya makosa makubwa sana. Kwa nini nilidhani furaha iko kwa mtu mwingine? Nikadhani yule mrembo Grace ndio atakayenipa maisha mazuri, niishi uzee wangu vizuri. Nikamfukuza mpenzi wangu, mke wangu mtarajiwa wa mtoto. Nikamfukuza akiwa mjamzito. Hebu ona picha zetu zilivyokuwa nzuri za harusi.
kila kitu kilikuwa kiko vizuri tu, ila huyu shetani Grace akaingilia mahusiano yetu. Sijui hata nifanye nini. Nalia kwa sababu sio kwa sababu nimekusa hivi sina pesa ama nyumba itapigwa mnada. Nimepoteza familia ambayo ilikuwa ni familia nzuri kwangu. Nimepoteza utu. Sijui hata naanzia wapi. Dada Mariam, samahani. Niambie Teddy, kuna shida gani? Unapata changamoto yote ya oda za wateja? Hapana dada, ila kuna mtu nje anakuulizia. Huyo mtu ni nani? Mbona hujamkaribisha aingie ofisini? Nimejaribu kumkaribisha lakini amekataa kuingia ndani. Anasema hawezi kuondoka kama hujatoka nje kumuona. Okay, nitaenda kumuona. Amesema anaitwa nani? Amesema jina lake ni Daniel. I see. Kama ni kweli Daniel huyu babake na Ethan, nitashangaa kwa kweli. Miaka 6 sasa hajawahi kunitafuta. Leo hii amekuja kunitafuta tena ofisini kwangu, mpaka anajua na ofisi yangu. Kweli dunia ni ndogo. Nikamuone, sijui atakuwa na shida gani na mimi. Jamani, mambo zenu. Mimi naitwa Teddy, ni assistant wa Mariam katika ofisi yake. Basi kwa kuwa ni karakta mpya katika hadithi yetu, ninaomba msubscribe kwenye channel yetu na pia mwache maoni yenu kwenye comment section, na pia msiache kulike, kushare hii hadithi na watu wengine. Tunawapenda sana na asanteni sana kwa kutazama hadithi hii kama umefika hapa hadi mwisho, na tunakukaribisha katika sehemu inayofuata. Asanteni sana na kwaherini.